Kaka, mimi nilikupenda kama kaka yangu na nilikuheshimu kama kaka yangu, lakini ulishindwa kunitetea kwa mama ili na mimi nipate elimu. Unafurahisha sana dadangu. Kwanza unatoka wapi? Natoka sokoni kununua mboga. Ewa. Sasa hiyo ndio kazi za watoto wa kike. Kwenda sokoni, kununua mahitaji, kwenda kisimani, kuchota maji, kurudi nyumbani, kupika. Hiyo ndio kazi ya kudunia watoto wa kike. Kusoma tuachie sisi wanamume. Unataka usome uwe nani? Ili uweje? Hiyo ndio kazi yetu sisi kusoma. Unanichekesha sana. Kaka, mimi nilizani wewe ni mtu, kumbe mbwa mwitu. Salhati, unanitusi si ndio? Salhati, nakuuliza wewe. Salhati, unanitusi mimi? Umefikia hatua ya kunitusi mimi? Naongea na wewe. Tambua kuwa mimi ni kaka yako. Yaani una kiburi kiasi gani cha kunitusi mimi? Unaomba kuzibuliwa, si ndivyo? Wewe tena ishia hapo hapo. Uliponipiga jana, ulifikiri labda nimekuogopa. Sijakuogopa. Nipige uone. Unipige hapa leo tunapigana. Salhati, hivi unachokiongea jisikie? Ha? Umeota sharubu, si ndivyo? Eti. Ongea na wewe, umeota? Yana unanipiga? Za shule. Salama. Mama, mbona wewe hujawahi hata siku moja kuchukua daftari zetu na kukagua? Kila siku tukitoka shule na kuona upo bize tu. Hujawahi hata siku moja kusema leo nikague daftari za watoto wangu. Hapana. Lakini baba, mbona yeye huwa anakagua daftari zetu? Hivi Nuru, kwa sababu gani unapenda sana kusumbua mama? Yaani unapenda kusumbua mama hata kama yuko busy. Chenga, kwani wewe uone makosa ya mama? Hata kama akiwa na makosa asiambiwe? We mtoto, ukome hicho mdomo chako hicho. Unajifanya unampenda sana huyo baba yako. Sasa, ipo siku mimi nitaondoka. Mubaki na huyo baba yenu. Hafu tuone kama mtaweza. Huyu ni mama yetu. Kwa maana unabidi muheshimu. Nitaanzaje kumheshimu mama asiyejiheshimu? Ajiheshimu, asijiheshimu, atabaki kuwa mama. Ni sawa, lakini sio kwa mama kama huyu. Hakuanisho mimi mama yake nilomzaa. Itakuwa wewe? Mama. Abe mwanangu. Maana tunakwenda kuzungumza naye. Ajirekebisha tu. Sawa mwanangu. Basi sawa mama, mimi naenda. Vipi? Mbona sikuelewi? Mama, mimi nipo sawa. Nakuwa unacheka peke yako kama mweu. Kwani peti hiyo ya nani? Ya kwako hiyo kweli? Ndiyo mama, hii pete ya kwangu.
Pete sio ya kwako hiyo. Ingekuwa ya kwako hiyo pete singekuchetua. Unacheka peke yako bila kuchekeshwa na mtu yoyote. Yaani unavyochezea hiyo pete tu na kucheka. Alafu tangazo ya kwako hiyo. Kinachokuchekesha ni? Nimefurahi tu maana hiyo pete yangu ni nzuri sana. Hii pete mama ya kwangu sio ya mtu mwingine. Na ya umishaka hiyo pete. Usinifanye mimi mpumbavu wewe. Mimi ndo nilioanza. Wewe umefuata. Hivi katika akili yako na mawazo yako unaweza ukaniongopea kitu mimi? Nikatae tu mwanangu. Hapana mama. Hii pete ya kwangu. Kwa kuwa umevaa mikononi mwako ndio utasema ya kwako, lakini hiyo pete kwa mimi ubongo wangu unaonipa au akili yangu inaonipa au mawazo yangu yanaonipa, pete hiyo sio ya kwako, na ndio maana inakuchetua. Unakuwa kama mweu. Mama, kwani wewe mtabiri? Utajua wewe kama mtabiri au sio mtabiri, lakini mimi kwa mawazo yangu hiyo pete sio yako. Sasa una uhakika gani kama hii pete sio ya kwangu? Uhakika niliopata mimi kwa sababu inakuchetua. Kinachokuchekesha peke yako nini? Unachotabasamu tu kunachezea hiyo pete kitu gani? Kama ingekuwa hiyo pete ya kwako umeinunua dukani, isingekuchetua. Basi inaonyesha mamangu wewe ni mtabiri. Sasa ingekuwa mtabiri, ungetabiri hapo zamani kwamba mimi baadaye nitakuja kuteseka. Ungenipeleka shule. Hivi mtoto wewe una akili timamu kweli? Hivi mtoto huyu siku hizi kakosa adabu. Hata heshima. Ananijibu majibu mama yake. Hajui majibu haya ananijibu mama yake. Hajui majibu haya anamjibu nani. Eti ukiuliza kwa sababu ya shule. Subiri. Kama mimi ndo nilianza kuona jua. Mpaka nafika hatua na mzaa yeye. Leo anakuja kunitawala. Sasa hivi nataka nizibe hii kelele ya shule hii. Mwache. Yaani hapa akitokea mchumba wa aina yoyote, awe mlezi, mvuta bange, mlemavu, mimi nitamuozesha. Na hii kelele ya shule kwangu mimi ipungue, yani imekuwa kero sasa hivi. Na kashajua mila yetu sitaitaki mtoto wa mwanamke asome, anaosoma mtoto mwanamume, nikakazania shule. Basi subiri. Mimi nitamuonyesha kati yangu mimi na yeye nani alianza kuona jua. Mimi nimekuja hapa kuja kukuambieni. Nilichokuja kukuambieni si mtaki yule mwanamume. Mwanamume hanitimizi na halafu cheusi. Haibu hata kufuatana naye. Kwani Mama Nuru, hivi unataka nini kabisa kwa ule mwanaume? Hivi kama mwanaume wewe ule umpendi, nenda kamloge. Nenda kamloge. Na kama uwezi, njoo kwangu. Mimi mwenyewe nitakufanyizia. Yeye mwenyewe atakupa talaka. Upo shogangu? Kwa hiyo wapo waganga wa kumloga mwanamume ili atoe talaka? Mama Nuru, acha mganga. Mimi mwenyewe kazi hiyo naiweza. Kufanya dawa ili mwanaume akuache, naweza sana. Naweza nikakufanyia dawa shoga yangu na akakupa talaka mwenyewe bila hata kulazimishwa. Anaandika talaka mwenyewe anakupa, unakuja tunakaa hapa. Kwani unahangaika nini shoga yangu? Mbona sisi tupo na tunaishi hatuna wanaume? Unajua nimewasikiliza sana maneno yenu. Sijui mnamaanisha nini? Sioni hata moja la maana mliloliongea. Halafu Mama Nuru, kumbuka wahenga walisema, usijifunze kwa walioshindwa. Na wewe mwenyewe atakuja kukushinda. Mimi nakushauri usimsikilize Bimnyasi. Kama Bimnyasi alikuwa anaweza kumloga mwanaume, kwa nini asingemloga mmea akaendelea kukaa kwenye ndoa yake? Alafu wewe unakuja kujifunza kwa yeye aliyeshindwa. Kaa ufikirie. Ongea na mumeo, muyamalize, alafu uendelee kulea wanao. Utakuja ujute. Unapotuona sisi tuko hapo nadhani tunafurahia maisha. Tuna shida kama zote. Kwa hiyo mwenzangu,
Kama unataka uje tufurahie shida, sijui tusherekee shida, njoo. Mimi wala sijuti, kwa sababu yule mwanamume yenyewe sijampenda. Achana na Suba. Suba nakushauri nini? Wewe mwanaume kama umpendi utamngangania vipi? Mimi yule mwanaume nilikuwa simpendi. Umeona? Laiti ningekuwa nampenda yule mwanaume. Ningemtengenezea dawa vizuri na wala singeniacha. Mpaka saa hizi ningekuwa kwenye mji wangu. Umeona? Kwa hiyo wewe usimwendekeze Suba. Wewe bora uachike. Uje tukae hapa shoga yangu. Maisha utayaona. Kwa hiyo umekubaliana na ushauri wa shoga yako? Bwana nakubaliana na ushauri wa huyu. Ukae sehemu ambayo unayempenda. Mtu hata umpende utakaa vipi? Bora utoke shoga yangu. Usimwendekeze Suba. Haya, nyewe wenyewe. Ndoa kitu gani? Sisi tusiokuwa na ndoa mbona tuko hapa tunapendeza? Wewe mpaka upewe nguo na ndugu zake? Jenga. Oh, Wema. kwema, karibu. Sasa tunaendelea sana. Ndio mdogo. Kuna ripoti gani? Mpaka hata sasa hivi sijapata ripoti ya aina yoyote. Sasa nimejaribu kukaa kufikiria. Naona mimi na wewe tutasumbuana. Sijui umenielewa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nahitaji tu hama katika nyumba yangu basi. Ili tusije kutafutiana matatizo mengine. Lakini matatizo yangu si nilikuelekeza kwa. Sawa, matatizo ulinielekeza, matatizo yapo tu. Na hakuna mtu asiyokuwa na matatizo. Lakini nimekuja kugundua wewe ni msumbufu. Kwa hiyo mimi sihitaji tuanze kugombana. Kwa ninachohitaji hama katika nyumba yangu, unahitaji nifanyie marekebisho mengine. Basi sawa, mimi nitahama. Au kutoka ugomvi. Unahama lini? Jumatatu. Basi sawa. Mimi Jumanne nitakuja. Basi sawa. Haina shida. Haya. Nimemwahidi Jumatatu. Lakini mpaka tu sasa hivi sijapata chumba na shilingi 100 mkononi sina. Na mwanangu mpaka tu sasa hivi hajanipigia simu na mimi sijampata kwenye simu. Ilikuwa na ndoto moyoni, nikiamini dunia ni njema. Nilicheka na marafiki wengi, sikujua kesho itani. Naanzaje mimi kuacha pombe wakati pombe mimi ndio inanipa raha? Hakuna rafiki mzuri kama pombe. Yaani nasema hivi, hii pombe naibuya mpaka ichangamkiwe yenyewe. Maskini kaka, anatia mpaka huruma. Kijana wake mzuri anaharibika na pombe. Kijana mdogo sana huyo. Akiacha pombe sana kwa kijana wa maana. Pombe. Ama kweli pombe sio chai. Niache pombe. Mimi na wazimu. Kuna mtu anaweza kuacha mke basi kwa na sababu. I'm sorry man. Unajua. Au sio? Pombe. I love you so much, Bob. Unasema hivi. Hapa kila ninapopita hapo naangalia pombe. Nadawa pombe. Mama kaenda wapi? Sijui alipoenda. Kaondoka ndo kaacha ukili wake hapa nje? Mdogo wangu, ninapotoka ni mbali lakini sio sana. Na ndio maana nimechoka. Alo. Salama, sijui wewe. Mimi mzima, maendeleo. Meseji nimeziona, lakini SMS za kurudishia sina.
nakuja sasa hivi. Na baadaye. Mdogo wangu, natoka mara moja. Narudi sasa hivi. Mama akija mwambie sichelewe kurudi. Unajua ile swali nisipolisema sasa hivi nitakuwa nakukosea au nakukosea wewe pia. Ni bana, maswali yangu kidogo nataka nikuulize. Naomba unijibu pia kwa ufasaha. Lengo langu mimi ni kujua wewe umeshika kidato cha ngapi? Darasa la 7. Darasa la 4. Ili nipate kutambua maana na malengo makubwa sana. Sasa mbona unanyongea? Unajua sijakuuliza kwa ubaya. Unajua kwamba mimi muda sio mrefu nahitaji nikuoe. Na katika kuoa kwangu kuna biashara ambayo nimefungua. Lakini wewe unataka kufanya biashara. Sasa ndio maana kuuliza hili swali. Ili mimi nitapokuoa na ukabidhi biashara mimi na mwanangu. Wewe sina lengo baya. Mimi naomba tu nikwambie ukweli. Ndio nataka. Mimi sijui kusoma wala kuandika. Hata mimi sijui. Namaanisha sijaenda shule. Sijakusikia vizuri yani. Samahani. Nitakuwa labda nimekosea tu au labda akili zangu haziko sawa. Unasemaje? Sijui kusoma wala kuandika. Mimi sijui. Hai. Na ndio maana siku zote nikikutumia SMS waga mizungushi na kwa mingi. Salio na wewe kila siku naomba salio na kutumia salio. SMS ujibu, kazi yako ni kupiga. Sasa sawa, nimekuelewa. Ila pia utanisamea kwa yato yotamka. Mimi bana, lengo langu mimi mke wangu ambao nitakuja kununua afanye biashara ambayo mimi nimeifungua. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, kwa kuwa wewe hujui kusoma wala kuandika, inamaanisha wewe kufanya biashara utakuwa hauwezi. Sasa haina haja kupenda boga wakati lile boga lina muda wake, aliwezi likakaa galani miaka yote. Uongo. Sasa wewe kwangu mimi unakuwa ni boga, ni mzigo. Hivyo basi, kuanzia leo hii na kuendelea, hata kama nilikuwa nakupenda, lakini upendo wangu leo unavunjika. Yaani nikimaanisha kwamba mimi na wewe basi nimemaliza. Siwezi nikaishi na mtu boga pumba ambao huna akili. Oya, sikutaki na sikuhitaji. Yaani siku zote nakaa najiuliza kuonekana mtu labda kwamba ndio maana kajiuliza kwa nini wewe ndio SMS kila siku ndio kwenda kwa changamoto. Oya, Salati. Nilikuwa na ndoto moyoni, nikiamini dunia ni njema. Nilicheka na marafiki wengi, sikujua kesho itanigeuka. Nilikuwa na ndoto moyoni, Salati. Unajua hata masuala unajua. Nilicheka na marafiki wengi, sikujua kesho itanigeuka.
njaa inaniuma. Nakuuliza wewe, unisikii? Unaniangalia unijui? Umebeba nini nikapike? Njaa inaniuma. Unisikie? Aha, nipe talaka yangu. Mimi nikupe talaka wewe? Sahau kabisa neno hilo. Nataka talaka yangu. Siwezi kukupa talaka mimi wewe. Nataka talaka yangu. Nimekwambia nataka talaka yangu. Sahau kabisa neno hilo. Nataka talaka yangu. Nimekwambia nataka talaka yangu. Utanipa unipi? Nataka talaka yangu. Wewe umechanganyikiwa? Nataka talaka yangu. Wewe umechanganyikiwa? Yaani iko ni ndoto yangu, sikufikiria kuolewa na mwanamume mweusi kama wewe. Nataka talaka yangu. Sasa sikiliza. Hiyo ndoto yako, sio ndoto ya nani? Ndoto yangu kuolewa na mtu mweusi, na mimi talaka kukupa wewe. Sahau kabisa. Sikupi talaka. Nipe talaka. Siwezi kukupa talaka. Nipe talaka yangu. Nimkwambia nipe talaka yangu. Utatoa utoi. Usinishike, nakwambia nipe talaka yangu. Usinishike.